Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nimetukuza Jehova Mungu ambaye amenifanya nikapata nafasi nifike hapa sasa kama huu. Wacha tuombe kwanza ndio nisome agano ambayo Roho Mtakatifu amenipatia. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tumeshukuru jina lako. Jina lako ni mwema kila wakati. Nimekabidhi hii neno ambayo inaenda kuhubiri mkononi mwako, pamoja na wale wataiona ama wale wataisikia. Wale wako na shida, Jehova waondolee shida zao. Baba, jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Naenda kusoma kutoka kitabu cha Mathayo takatifu 13:15-13. Inasema ya kwamba akajibu akasema, kila pando asilopanda na babangu wa mbinguni litang'olewa. Wacha nirudie. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda baba wangu wa mbinguni litang'olewa. Hapo tu ndio nataka niongee kidogo, alafu tutaomba. Ikiwa Roho Mtakatifu itakubalia tuombe, nitaomba. Agano ambayo tumesoma inasema ya kwamba kila pando, kila pando asilolipanda, isiyopandwa na baba wetu wa mbinguni itang'olewa. Niko hapa nikuambia ya kwamba kuna vitu zinakufanya maishani mwako. Ninataka utafakari ya kwamba zile zinakufanya hazijapandwa na baba wetu wa mbinguni. Hizo zote zinakuumiza, ni vitu za mwovu shetani. Na ndipo Yesu akasema zote zikupandwa na baba wetu wa mbinguni zitang'olewa. Niko hapa nikuambia hata kama ni ugonjwa, yeye hajapandwa na baba wetu wa mbinguni. Hata kama ni madharau, haijapandwa na baba wetu wa mbinguni. Hata kama ni matatizo, agano inasema zote hazijapandwa na baba wetu wa mbinguni. Nikwambie, hata kama una mwelekeo, zote hazijapandwa na baba wetu wa mbinguni. Hata kama una nyumba, umejaribu kujenga lakini imeshindikana, hiyo haijapandwa na baba wetu wa mbinguni. Hata kama una pesa ya kufundisha mtoto, wakati kama mtoto amekaa kwa nyumba sababu hakuna pesa, hiyo haijapandwa na baba wetu wa mbinguni. Hata kama uko na madui zako, hazijapandwa na baba wetu wa mbinguni. Agano inasema hadharani ya kwamba zote hazikupandwa na baba wetu wa mbinguni zitang'olewa. Niko hapa nikwambie, Yesu alisema alipotoka msalaba, alipofufuka kutoka kwa wafu, akasema nguvu zote alipewa, na hiyo nguvu ametupatia. Akasema ishara itafuata waaminio. Tutawekelea tu mkono na wagonjwa watapona. Tutatoa mapepo kupitia jina la Yesu Kristo. Sasa niko hapa nikuambie, yala haikupandwa na baba wetu wa mbinguni leo, si kesho. Sio wakati inayokuja, masaa zinazokuja, hapana. Leo zitang'olewa. Leo. Sasa ninataka ujitayarishe. Ni nini nakusumbua ambaye haikupandwa na baba wetu wa mbinguni? Ni nini? Hiyo haikupandwa na baba wetu wa mbinguni itang'olewa leo hii. Na hiyo ndio sababu Mungu amenituma nikuje hapa nikuambia ya kwamba mbegu zote mbovu ambayo shetani amepanda
maishani mwako, kwa ndoa yako, kwa ukoo yako, kwa nyumba yako, kwa mlango yako, kwa watoto wako, kwa bibi yako, kwa bwana yako, kwa wazazi wako. Agano inasema zile shaitani alipanda hazikupandwa na baba wetu wa mbinguni, zitang'olewa. Ikiwa utakubali ing'olewe, wewe ndio unakubali, una amani, yani unaamini. Ukiamini zote zitatendeka. Sababu hata wakati Abraham alikuwa na mtoto, alikuwa tasa, lakini kwa imani alikubali kwa Mungu, ndipo Mungu akampatia mtoto. Kuwa na imani ili zote zing'olewe. Lakini kama una imani, tutaomba hapa, itapita tu, sababu hujakuwa na imani, yani hujaamini. Amini na zote zitatendeka, kukuwa na imani. Katika jina iliyo na mamlaka. Hii agano ambayo nimesoma, Yesu ndiye alisema, alinena juu yake. Agano nasema, ndipo akasema. Ni nani alisema? Ni Yesu. Na je, Yesu ni nani? Yesu ni Mwokozi. Yesu ni mtoto wa Mungu. Kijana mmoja wa kipekee, mwana wa kipekee wa Mungu, ambaye Mungu alituma ulimwenguni akuje kama mwanadamu, apitie maovu ambayo unapitia, madharau, mateso. Yesu alitembea hapa ulimwenguni kama binadamu, kama wewe. Yote ambayo unapitia, Yesu pia alipitia, lakini alishinda. Alipouliwa, akasulubishwa, akakufa, wakamshika. Baada ya siku 3, Yesu alishinda kifo, akafufuka. Inamaanisha hata kama uko na shida, uko na tabu, uko na nini unatembea ndani yake, Yesu pia alipitia hizo zote, lakini alishinda. Na ikiwa Yesu ndiye ametuokoa, na Yesu alishinda maovu, alishinda kifo, alishinda vita, alishinda madharau, inamaanisha kwamba ukikubali kwa Yesu leo hii, utashinda zote inakusumbua. Agano ambayo nimesoma inasema ya kwamba, Mathayo takatifu 15:13 inasema ya kwamba, akajibu akasema. Ni nani alijibu? Yesu ndiyo alijibu. Yesu ndiye alisema. Akasema, akajibu akasema, kila pando asilopanda Baba wangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando asilolipanda Baba wangu wa mbinguni itang'olewa. Niko hapa nikwambia, hata kama uko na ugonjwa ya tumbo, kifua, kifafa, kichwa kuumwa, pesa ukishika inapotea kwa mkono wako, hujui inaenda wapi. Unakula msahara lakini haikusaidii. Niko hapa nikwambia, hiyo yote shetani ndiye amepanda kwako. Lakini Yesu akasema ya kwamba kila pando asilolipandwa na Baba yangu wa mbinguni zitang'olewa. Chochote ambayo Shetani amempanda maishani mwako. Kuna wanawake wengi hawana mabwana, sababu Shetani amekataa
wasiwe na mabwana zao. Hiyo ni mbegu ambayo Shetani amepanda. Itang'olewa leo. Kubali usikubali, itang'olewa katika jina la Yesu Kristo. Tuko na wanawake wingi wako na mabwana, lakini kuishi kwao ni kama kusukuma wheelbarrow. Hawana utulivu, yani wanapigana, hakuna pesa wanapewa, yani ni matatizo, ni matusi. Hizo zote zinafanyika maishani mwako, Shetani ndio amepanda. Lakini Yesu alisema, kila panda zikupandwa na Baba wangu wa mbinguni zitang'olewa. Niko hapa nikwambie, ukitaka, ukikubali leo, zitang'olewa. Na wewe ndio utakuja na majibu ya kwamba nilipokuwa nikisikia mahubiri na Shetani alikuwa amepanda kitu kwa tumbo yangu, hata kama ni uvimbe, hiyo uvimbe leo itang'olewa katika jina iliyo na mamlaka, jina la Yesu Kristo, jina ambayo imeshinda majina zote. Hiyo uvimbe leo itatoka. Kwa kanisa langu ninashuhudianga, tulikuwa na mama mwingine alikuwa na uvimbe, hakuwa amezaa, lakini alimaliza miaka nyingi na bwana yake. Sasa nilikuwa nikihubiri kwetu kwa kanisa yangu, kwa kanisa letu nilikuwa nikihubiri. Nikahubiri na akasema, nilipokuwa nikihubiri alianza kusikia kama tumbo inakatika, kitu inatakata. Ni nguvu, si nguvu ya nguvu ya Bwana. So alipokuja apige magoti chini aombewe, akaniambia nilipoweka mkono wangu kwa kichwa yake, akasikia kama tumbo inakatika, kitu inakata, ni kama inakatwa na kisu. Alijifinyilia akaenda kwake. Kufika kwake aweze kutembea, hakuweza kutembea sababu hiyo kitu ilikuwa inamuuma. Ndipo akasikia anataka kwenda kwa choo. Alipoenda kwa choo, kitu ikatoka kwa tumbo yake ikaanguka chini. Akaita mwenye nyumba, yani mwenye nyumba ambaye ameishi ndani, yani mwenye kujenga nyumba, mwenye nyumba yenyewe ambaye alijenga nyumba. Akamuita, akamuuliza unaniita nini? Akasema kuja. Akaenda akamwonyesha hiyo kitu, na walikuwa na daktari ndani ya hiyo plot. Kwa hiyo jengo walipokuwa na daktari wakamuita. Walipomuita, alipokuja kuangalia, akauliza huyo mama, na wewe uvimbe inaweza kutoka kwa tumbo yako bila daktari kukupasua? Hii ni uvimbe? Akasema pana, niliombewa na bishop yetu kwa church, na nilipokuwa nikiombewa nikasikia kama kitu nakata tumbo yangu, na nilipokuja hapa nikashindwa kabisa. Ndipo nikasikia niende kwa haja kubwa, ndipo hii kitu ikatoka. Sasa sijui imetokaje, lakini ni maombi. Wakati kama huyo mama alishika mimba, baada ya hiyo kitu kutoka, alishika mimba, akona mtoto. Ninakuambia, yale Baba wetu wa mbinguni akupanda zitang'olewa leo. Yeye alikuwa na uvimbe kwa tumbo, Baba wetu wa mbinguni aling'oa mpaka kashika mimba. Ni nini unasikia ni ngumu kushinda Mungu wetu wa mbinguni? Hakuna. Kilichopandwa na Shetani leo itang'olewa. Ni nini unasikia? Maumivu gani? Kidonda gani? Laana gani? Maskini gani ama ufakara gani? Yani madharau gani? Ni nini unaona Shetani amepanda maishani mwako ambayo haifai, ambayo unataka Mungu ang'olewe leo? Tuko na watu wengi, wamama wengi wameishi kama babona zao, kama wanawake wajane na mabwana. Watoto wengi wameishi kama watoto wa yatima, lakini wako na mababa.
Hiyo ni mbegu ambayo shetani ndiye amepanda. Leo hii niko hapa nikueleze yote ambayo shetani alipanda zitang'olewa. Yesu ndiye amesema ya kwamba zile pando baba wangu wa mbinguni hakupanda zitang'olewa zote. Sasa gani shetani amepanda maishani mwako? Ni gani? Wewe unafikiria ni gani shetani anipanda maishani mwako? Siwezi nikahesabu zote sababu umejua vile ulivyo. Wengine hata wakilala wanaota ndoto mbovu. Hiyo shetani amepanda. Kuna watu wako na shida tofauti ya kwamba hawajui hizo shida zimetoka wapi. Na mimi niko hapa nikuambie hizo shida zimepandwa na shetani. Yule hataki vitu vizuri uwe nazo. Lakini Mungu ndiye ako na vitu vyote vizuri. Kwa hivyo kama uko na shida, kuja kwake Yesu ili mbegu ambayo shetani amepanda kwako zing'olewe. Sababu Yesu alisema, zote mtaomba kupitia jina langu nitawafanyia ili jina la Baba langu itukuzwe kwa Mwana. Sasa unataka nini ipitie jina la Yesu Kristo? Ni nini unataka kupitia jina la Yesu Kristo? Itawezekana. Isiyowezekana kwa binadamu inawezekana kwa Mungu. Hivyo ndio vile agano linasema. Isiyowezekana kwa binadamu itawezekana kwa Mungu. Ningependa sasa, niko karibu kuomba na wewe. Jitayarisha. Beba hiyo mzigo. Tafuta hiyo ilipandwa na shetani. Hata kama ni tumbo, kifua, matiti, mafupa, macho, kichwa. Ulete mbele ya Mungu sasa. Mungu afanye kazi. Yesu ndiye amesema. Na Yesu ndio vitu vyote. Yesu ndio kila kitu. Yote haikupandwa na Baba wetu mbinguni itang'olewa. Ni nini unataka? Unataka nini leo? Unataka Mungu akufanyie nini? Sababu Mungu wetu wa mbinguni atang'oa zile zote shetani alipanda. Sababu kana uwezo wa kufanya hivyo. Na unajua gani anasema ya kwamba uko msalabani Yesu alisema nimemaliza kazi zangu. Sasa kazi ya Yesu ni kung'oa hizi. Sasa zingine ulitengeneza vitu za kujenga lakini imeshindikana. Shetani amekataa. Leo hii itang'olewa na utaenda kujenga. Leo hii itang'olewa na unaenda kupiga boma yako. Leo hii itang'olewa na utapata kazi. Leo hii itang'olewa na utapata pesa ya kulipa karo. Leo hii itang'olewa mpaka upate yale ulikuwa unataka. Agano inasema zote za siku pandwa na Baba yangu wa mbinguni zitang'olewa. Nami niko hapa nikwambie ni nini unataka ing'olewe. Nini unataka ing'olewe? Unasikia ni nini unataka ing'olewe leo? Hebu beba hiyo kitu, shika hiyo kitu. Ulete kwa Yesu sasa ing'olewe. Eleza Mungu ya kwamba hii kitu hukupanda maishani mwangu. Kwa ndoa yangu hukupanda hii. Kwa watoto wangu hukupanda hii. Kwa kasi yangu hukupanda hii. Kwa boma yangu hukupanda hii. Kwa wasasi wangu hukupanda hii. Kile shetani alipanda, eleza Mungu ya kwamba yeye hakupanda, ang'owe. Sababu gani nasema zote hakupanda atang'oa. Na ako tayari kung'oa kile hakupanda.
unasikia ni nini haikupandwa na Baba wa mbinguni ing'olewe leo. Wacha kufadhaika moyo. Wacha kutembea ukihesabu mkono wako. Wacha kutembea ukinene peke yako. Hiyo shetani ameweka kwako ili kufanya unene peke yako, itang'olewa leo. Ile shetani amepanda kwako inakufanya utembee ukihesabu mkono, itang'olewa leo. Ile shetani alipanda kwako wewe unakopa tu madeni mpaka unashindwa na kulipa, itang'olewa leo. Sababu unajua kuna vitu zingine tendeka maishani mwako ambayo si ya kawaida, shetani ndiye analazimisha itendeke. So usikubali shetani akupeleke. Rudi utafute Yesu Kristo ambaye ako na uwezo zote na vitu vyote ambayo unataka. Siwezi nikasahau tulikuwa na mama mwingine kwa kanisa letu ambaye alienda kwa matanga nyumbani. Kufika matanga nyumbani, dudu ikaingia kwa sikio, ikateremka mpaka kwa koo. Haizi akameza hata maji. Akatoka nyumbani na hiyo kitu ikimuuma. Akakuja kwa kanisa letu. Tukahubiri, tukaita watu wakuje waombewe. Akakuja. Na tulipokuwa tukimwombea hatukujua. Na nilipoweka mkono hivi, nikaona anataka kutabika. Nikamwombea pia nikamaliza. Akaamuka. Kwenda nje alitabika. Kutabika, akatabika ili dudu ambaye iliingia kwa sikio ikaingia mpaka kwa koo. Alitabika mpaka kwa mzima. Ninakuuliza, shetani amepanda nini maishani mwako? Amepanda nini? Kile shetani amepanda itang'olewa leo. Kanisa letu tuko na mama ambaye hakuwa sana. Bwana yake alikataa kukaa kwa katanda. Analala tu kwa meza. Sasa sijui meza watu wanalalia namna gani. So bibi akimuuliza anasema wewe una faida. Kuna kile unanisaidia naye. Hii muda wote wewe ukasa. Kanisikia akakuja kwetu. Akashuhudia tukamwombea. Akashika mimba. Kushika mimba Bwana akamuuliza, na huyu bishop wenyu Mungu anamsikia kiasi gani? Amekuombea ukashika mimba ama ni mchezo? Bibi akakaa na mimba. Mwezi ikaisha, mwezi zake za uzazi ikaisha. Akazaa mtoto msichana. Akaleta kwa kanisa tukambariki. Ninakuuliza, yeye shetani alipanda maovu maishani mwake ili wafutane na bwana yake wasikae na amani. Wachane ama wapigane ama sijui. Na alipotafuta Yesu akagundua ya kwamba kile inamfanya haikupandwa na Baba wa mbinguni, akatafuta Yesu. Yesu akang'oa. Leo hii itang'olewa maishani mwako. Umelia ya kutosha. Yesu ako tayari kupanguza machozi. Umezumbuka ya kutosha. Yesu atakupumshisha mzigo. Umetafuta ya kutosha. Yesu atakupatia leo. Ninasemanga kulikuwa na mama mwingine kule Kitengela. Huyu alitolewa, huyu alitabika, ako hapa Umoja. Na huyu alizaa msichana. Alikuanga longa lakini sipisi yako pipeline. Na kuna mwingine Kitengela. Alikuwa anaenda tu mwezi kila, yani anaenda tu mwezi wanawake, akotuna damu kila wakati. Na alipoenda kwa daktari akamweleza ya kwamba mfuko wake wa kubeba mtoto imeharibika, lazima pasuliwe na hiyo mfuko itolewe. Akanitafuta, nikaenda kwake. Tulienda na bibi ya pastor, bibi ya mchungaji. Akafukuza bibi ya mchungaji, akasema sikuwa nikitaka, nilikuwa nataka mama peke yake. Nikabaki, akanishuhudia vile daktari amemweleza. Nikamweleza, hii ni daktari ndiye amesema. Lakini Mungu anasema nini? Piga magoti. Akapiga magoti. Nikawekelea mkono.
damu ikaisha. Akaniambia nilipowekelea mkono akasikia baridi ingine ikitoka juu kienda mpaka kwa tumbo yake. Kusema amen, damu ikaisha. Huyo mama alishika mimba. Daktari anasema hawezi kabeba mtoto. Akazaa mtoto, ako nazo. Ni nini shaitani amepanda maishani mwako ambayo unafikiria haiwezi kang'olewa? Tulikuwa na mama ameishi Karibangi South ambaye aliunganishwa ndoa, yani walifanya harusi. Mwaka mingi sana hakuwa na mtoto. Na walipoenda hospitali ikapatikana bwana yake ana mbegu. Naye ako mzuri anaweza kuzaa. So nilipoenda kwao akaniambia sisi tunangoja kurudi kwake Yesu, hatuwezi tukasa sababu bwana yangu ana mbegu. Kasema nani amekwambia? Ati tulienda kwa daktari. Nikamweleza chukua hiyo risiti ya daktari, saini naongea na wewe. Weka kando kidogo. Tutazame Mungu. Nikaongea naye nikamweleza piga magoti, akasema siwezi. Siwezi nikapiga magoti chini uniombe. Sababu mabishop kubwa wameniombea, kuna majibu. Mapasta kubwa wameniombea, hakuna majibu. Wahubiri wengi wameniombea, kuna majibu. Sasa wewe ndio unaanza kuniombea, majibu patikane. Kamweleza yes. Hawa wamekuja na cheo ya kanisa, lakini hawana Yesu. Na mimi sina cheo, mimi ni mtu wa chini ya mwisho. Sina cheo, lakini niko na Yesu. Sasa utafauti itaonekana. Akakata, nikamlazimiza, akapiga magoti shingo upande. Ndipo nikamwekelea mkono, mmoja kwa mgongo, mmoja kwa kichwa. Roho Mtakatifu ikakuja kwangu ikaniambia umweleze. Sasa hii amepiga magoti chini. Nimetoa mbegu kwake, nimeingiza kwa tumbo ya bwana yake mahali anafanyia kazi. Usiku ya leo watashika mimba. Nikamweleza. Alipoamka kwa magoti nikamweleza, Mungu ameniambia nikwambie amechukua mbegu kwa tumbo yako akapelekea bwana yako kwa kazi. Jioni ya leo, usiku ya leo utashika mimba. Akacheka. Kwa ukweli alishika mimba. Ako na watoto, sio mtoto. Ninakuuliza, ninasema hizi ili we pia uchukue yaka ambayo shetani amepanda ing'olewe leo. Itang'olewa. Itang'olewa. Na yule uvimbe ilitoka kwa tumbo yake ameishi pia umoja. Leo hii itang'olewa katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, mwana wa Mungu. Sina shaka. Yule ninaongea juu yake nimemjua. Yule ninamtumikia nimejua. Yule ninahubiri jina lake nimejua. Na matendo zake ni makuu na nimeona mengi yakitenda. Hiyo yako haimjalishi. Pia hiyo yako sio kubwa. Ametenda makuu. Njoo, ninakuita sasa njoo. Ni nini imepandwa maishani mwako? Nini imepandwa hata kwa kazi yako? Nini imepandwa kwa biashara yako? Nini imepandwa kwa mwendo zako? Nini imepandwa kwa watoto wako? Leo itang'olewa. Leo hii itang'olewa katika jina la Yesu Kristo. Ni nini shetani amepanda? Njoo kwake Yesu akung'olee. Ninaenda kuomba. Baba wetu mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, nimeshukuru jina lako kwa vile wewe ni mwema kila siku. Ni wewe ndio umenilete huku ili nihubiri hii maneno ambayo inasema ya kwamba zote baba wetu wa mbinguni, pando zote ambayo baba wetu wa mbinguni hakupanda zitang'olewa. Huyu mama analia machozi, baba analia machozi, mtoto analia machozi. Huyu mjane analia, mtima analia. Huyu ana kazi analia. Ana pesa ya kusoma analia. Ana jengo analia. Ana nyumba analia. Ana chakula analia. Ana mazuri analia. Amekuja kwako uang'olee zote shetani alipanda, ng'oa katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba. Nimeamini ya kwamba zimeng'olewa. Ninangoja nisikie ujumbe ya kwamba siku ile Mungu alining'olea. Asante Baba sababu umepokea sala zangu na tayari umetenda miujiza na ishara. Katika jina la Yesu Kristo
Nimeomba nikiamini. Amen. Ubarikiwe sana. Mimi ambaye nilikuwa nikinena na wewe, ninaitwa Askofu Nereah Mbewa. Ninatoka kwa kanisa la Hope for Good in Christ, tumaini nzuri kwa Yesu. Hiyo ndio kanisa letu. Ninatoka hapa Nairobi. Tuko na kanisa Njogoo Road, Makungeni. Unaingia na njia ya polisi, Njogoo Road Police Station. Hiyo barabara unaenda tu naye mpaka juu. Kutupigia, tutakulaki. Njoo upokee kwake Yesu vitu ambavyo Shetani amependa kwako ing'olewe. Tuko na kanisa Mtongwe Mombasa, tuko na kanisa Mamboleo Kisumu, tuko na Ikandiage, tuko na Mbewa na mengi zingine mengi. Tumekukaribisha. Chukua namba yangu, ukipiga sitakosa kushika. 07 20 40 39 13. Mungu akubariki. Tukutane kwa kanisa, tukutane kwa maombi. Chochote ambayo unataka, Mungu wetu ako tayari kukufanyia. Pokea miujiza yako sasa. Pokea chochote ambayo ulikuwa unataka kupitia jina la Yesu Kristo. Nimekukaribisha kwa chachi yetu, kanisa letu. Tumekukaribisha. Mimi ambaye ninahubiri Askofu Nereah, nimekukaribisha. Mimi ni binti wa Sembo. Nimeolewa Karachiwanya. Nimeokoka, nimependa Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha wangu. Mimi niliokoka wakati nilikuwa kwa darasa la 5. Nilikuwa na mwaka 11. Nimekukaribisha nyinyi nyote. Yoyote ambaye anataka tushiriki naye, kanisa yetu iko huru. Uingie, ni kanisa la baba lako. Njoo kwa Yesu upokee miujiza na ishara. Ubarikiwe. Amen. Eternal Father, I offer